Kuna mtu mmoja akaniuliza, sema mchungaji, lakini mbona kuna watu naona hawaombi lakini maisha yao ni mazuri kiuchumi, wanafanikiwa vizuri? Jambo la kwanza, hatujui wana raha kiasi gani, hiyo ni siri yao. Lakini kuna watu wengine pia hujui kwamba wanajibiwa maombi yao bila kuomba, au wanatendewa mema bila kuomba, kwa sababu baraka zao ni majibu ya maombi kwa mtu mwingine. Wow. Sijui kama hii inaingia vizuri kwenye akili yako. Yaani Mungu anaweza akamsaidia bosi wako ambaye halijui kuomba, jamaa halina mpango, lakini kwa sababu majibu yake, yani baraka zake yeye, zitakuwa ni majibu ya maombi yako wewe ambaye unaomba. Zitapita, zitakuja kwako. Unaanza kunielewa sasa, ili usikimbilie kuhukumu watu. Hebu fikiria habari ya mtoto wako. Mtoto wako anaweza akakuomba kitu kinachoweza kumdhuru, na anapokuomba kitu wewe unajua kinamdhuru. Je, utampatia? Zaidi sana kama ni mtoto ambaye anaweza kuelimika, unampa elimu ili aweze kujua ya kwamba kile kitu kina madhara. Lakini kama hawezi kuelewa ile elimu, unamkatalia na analia. Unaanza kunielewa sasa? Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakukatalia alafu anakuingiza kwenye elimu. Kuna wakati Mungu anakukatalia na hakuingizi kwenye elimu, kwa sababu anajua hutaelewa kwa wakati huo. Hata Yesu hakufundisha kila kitu wakati anaondoka. Aliwaambia wanafunzi wake, kuna mambo ambayo nikiwaambia hamtastahimili sasa, lakini atakapokuja Roho. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kuna wakati mwingine jibu la Mungu linalosema hapana ni baraka. Mchungaji, imekuwaje? Ndivyo ilivyo. Kuna wakati jibu la Mungu la hapana ni baraka kwako. Kama angelisema ndio, lingekupeleka pabaya sana. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 fungu la 17, Mtume Yakobo anasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kipawa kilicho kamili hutoka juu, hushuka kutoka kwa Baba wa mianga. Unaona hii sentensi vizuri sana. Kila kutoa kuliko kwema. Unakumbuka nimesema Mungu anambariki mtu ambaye haombi, lakini ile baraka yake itakuja kuwa baraka kwa mtu anayeomba. Yaani kuna kitu ambacho ni majibu ya maombi. Nimemwomba Mungu mimi jambo, anakuja kuipitisha baraka ile kwa mtu mwingine. Sio kwamba yule mtu hafaidi, atafaidi vizuri kabisa. Kitendo cha kuwa mfereji anafaidi, lakini inapelekwa, inakuja kwangu. Hili ni jambo la kiroho sana. Kwa hiyo wanaotafsiriwa na Roho wa Mungu wanaweza akaelewa hivi. Waumini wengi wanaweza kukubali kwamba Mungu siku zote husema ndio au subiri, lakini vigumu kubali kwamba wakati mwingine Mungu husema hapana. Hiyo ni kama kitu hatuitaki hivi. Na ufalme wa Mungu, lengo ni kumfanya Mungu kuwa mfalme. Mungu anapokuwa mfalme, sisi tuna align, tunapelekana na yeye. Ndio maana sehemu yetu, yani mimi mtu mzima, unapozungumzia ugali unazungumzia nini? Unapozungumzia ugali unazungumzia maji, unazungumzia unga, lakini unazungumzia moto ambao ulisababisha kile kitu kikatokea. Kuna vitu vingi viko hapo, huo ndio ugali. Unapozungumzia mtu unazungumzia roho iliyotoka kwa Mungu, jumlisha mavumbi ya ardhi, mtu anakuwa nafsi hai. Unapotoa kimojawapo kati ya hivi, unapotoa ile pumzi ya Mungu, ule uhai wa kimungu, ile sehemu yetu ya kiroho, mwili unakuwa umekufa, hauna chochote, hujui chochote kile. Kwa mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, unapobadilishwa utu wako wa ndani, utakubaliana na mambo ya nje ambayo Mungu ameyaruhusu yatokee kwa faida. Sikiliza nikwambie, Biblia inatufundisha kwamba ukimya wa Mungu na jibu ambalo hatulipendi si kitu kimoja. Wakati mwingine kile tunachokiita ukimya ni Mungu anayezungumza kwa njia ambayo hatukutaka kusikia. Kwa hiyo ukijikuta kuna idea inayokujia kwamba kuna kitu hiki, kuna kitu hiki, kuna kitu hiki, ukiombee kile kitu, hakiji kijinga kwenye ubongo wako. Kile kitu ni cha kwako, ila kuna uwezekano umesikia vibaya. Uliposikia sauti ukadhani ni ndege, kumbe ni mdoli. Kwa hiyo ukaanza kuombea ndege, kumbe Mungu anakuletea kamdoli kakusaidia kwenye kitu fulani. Naongea katika lugha ya kibinadamu na lugha ya fumbo.
Naona kuna watu bado wananitazama, wanasikiliza, sema pasta, bado sijakuelewa. Yaani ninachomaanisha ni hivi, kuna wakati mwingine, narudia tena hii sentensi ili uweze kuielewa vizuri kabisa. Unapokuwa na msukumo wa kuombea jambo, sio kwamba umekosea. Ile picha ni sahihi, kinachotafutwa ni alignment. Ijapokuwa kuna saa unaona vibaya. Pasta, unamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba hujawahi kutembea porini, kwa wale ambao mmeishi porini, na ukafika sehemu ambayo kwa mbele kabisa unaona kitu kama fisi, lakini unaposogea unagundua kwamba hakuwa fisi, ila ni mti mkavu, ila huku umeshaanza kukemea na umeanza kuomba kwelikweli, Mungu niokoe dhidi ya fisi. Kumbe akili yako ndio iliona kitu ambacho kiko tofauti. Tunaanza kuelewana sasa. Kwa hiyo ukweli ni kwamba kuna kitu, ila wewe ukadhani ni fisi, ila kumbe ni gogo, lakini sio kwamba kitu hakipo. Tunaanza kuelewana hapo sasa. Kwa hiyo kitu kilikuwepo, ila sio hicho ulichokiona wewe. Hebu komenti hapo chini nione kama tunaelewana. Komenti hapo nione kama unanielewa. Kama unanielewa, ili niweze kurudia tena, maana ni sehemu muhimu sana, ni sehemu muhimu sana. Okay, sikia sasa. Nasema hivi, tuacha habari ya kutembea uporini usiku, nyumbani kuna saa gizani kabisa, ukiwa mtoto unaona kama kuna mtu amepita, lakini ukiwasha tochi hamna mtu. Sasa tuje hii ya porini, tuje hii. Sio kwamba kwenye ile giza hakuna kitu, kuna kitu kinaitwa giza, lakini hii picha imejengwa ubongoni mwako. Unapoona ya kwamba kuna kitu kinakuja kwenye ubongo wako ili uweze kukiombea, kiwe ni hitaji lako, hicho kitu kipo, kina exist, lakini kuna uwezekano sio hicho unachokiona. Kwa wewe umeona simba, lakini kumbe kile kilicho kule mbele ni mbao. Ndiyo maana Suleimani alipoambiwa omba chochote, hakuomba kuwashinda maadui, hakuomba maisha ya maadui zake, akaomba hekima. Mnakumbuka wakati tunaanza hili somo mwanzoni, nikasema kwamba kama kuna kitu cha kwanza cha kuomba ni Roho Mtakatifu. Ndio sababu Yesu katika mfano wake pale anasema, ninyi mlio waovu, ikiwa mnajua kuwapatia watoto wenu vipawa vilivyo vyema, je, si zaidi Baba yenu huwapa Roho wake wale wamwombao? Influence ya kimungu kwangu ili niweze kuona kwa usahihi. Okay, pasta, unamaanisha nini? Kuna mtu unajisikia kuombea kabisa kwamba Mungu akubariki uwe daktari, lakini kumbe Mungu alichokiweka ndani yako ni kusaidia jamii. Kwa hiyo mwambie Mungu, nisaidie niweze kuwa baraka kwa watu. Yaani wewe umeumbwa na Mungu uweze kuwa baraka kwa watu, uweze kuwa msaada, uweze kuwa mtoa majibu. Kwa kuna uwezekano kutoa majibu kwako ni kuwa daktari, au ni kuwa mfamasia, au ni kuwa mwalimu. Kwa hiyo unapoomba, unavyoendelea kuomba, maana kitenzi kile ombeni nanyi mta, ni kitenzi ambacho kiko katika hali ya kuendelea. Mungu anaweza kaleta ada kama pesa, au Mungu anaweza kaleta ada kama msamaha, au Mungu anaweza akaleta ada kukuchelewesha hata semester moja ili iweze kuja nyingine hapo mbele. Maana katika pakeji ya ujio wa ada, Mungu analeta na baraka nyingine tena ambayo imebebwa pamoja na hiyo baraka, litakiwa isubiri semester hiyo ipite. Shukuruni kwa kila jambo, hata kama ni chungu. Katika mchakato huu wote Mungu anatufundisha nini? Katika mchakato huu Mungu anatufundisha kwamba sababu ya maombi sio kumbadili Mungu, ni kutubadilisha sisi. Sisi ndio tumetoka nje ya mstari. Kwa hiyo ile sauti unayosikia ni sauti inayokuita rudi, rudi. Wewe ni mwalimu, rudi. Unajikuta unaanza kuomba, Mungu nisaidie nipate pesa nikasome chuo cha ualimu. Hiyo ni sauti inakuita, maana unataka kutoka nje ya mstari. Lakini kinaweza kuwa Monduli, kinaweza kuwa kule Mombasa, kinaweza kuwa kule Kigali, popote pale unaisikia. Unaweza kuwa ni mwalimu wa dini, unaweza kuwa ni mwalimu. Yani, Mungu anatufundisha kwamba rudini kwenye mstari. Ukirudi kwenye mstari, nitakufungua macho. Nikufungua macho, utaelewa sasa upitie njia gani. Paulo akapata mwiba, akaomba Mungu mara 3, akaambia neema yangu yatosha, neema yangu yatosha,
neema yangu yatosha. Hasa hapo pasta, mbona yeye ameomba uponyaji? Na maana kwamba aliletewa nini? Lile wazo la kuombea uponyaji, alikuwa anaelekezwa kuombea neema ya kubeba. Kwa katika kuombea uponyaji ndipo anagundua kumbe target ilikuwa ni neema ya kubeba. Kuna watu ambao wananisikiliza, utaomba Mungu akutoe hapo kwenye ofisi ulipo, hata kutoa. Sio kwamba Mungu hasikii maombi yako, ila alitakiwa uombe neema ya kustahimili mikiki ya ofisi. Unapostahimili ni kwa sababu hapo ulipo ndipo baraka zako zilipo. Mungu atusaidie sana. Hebu tuangalie ahadi ya Mungu ya ujumla na ahadi zile ambazo ni maalum. Na utakapojua tofauti ya hivi vitu viwili, kati ya ahadi ya Mungu ya jumla na zile ahadi za Mungu ambazo ni maalum, unaweza ukaanza kuelewa kwa nini kuna kuomba, kuna kubisha na kuna kutafuta. Kwenye kile kitabu cha ahadi za Mungu kwangu na namna ya kuzipata, utagundua kwamba kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu ametupatia sisi, lakini kuna ahadi ambazo hutazipata mpaka uombe. Alignment. Usikae na CV nyumbani kwenye bahasha. Zunguka kwenye maofisi. Kuna ofisi utaenda na hutapata kazi. Kuna interview utafanya na hutaitwa kazini. Sio kwamba Mungu hajakusikia, ila kuna uzoefu amekuwekea, amekuongezea. Mojawapo ya sababu ambazo zinawafanya Wakristo wengi kuvunjika moyo katika maisha ya maombi, si kwamba Mungu ameshindwa kutimiza ahadi zake, bali ni kwamba mara nyingi tumedhani Mungu aliahidi ambayo hakuwahi kuahidi. Wow. Biblia imejaa ahadi. Ahadi hizo hazina kubwa kwa watu wa Mungu. Zinatia moyo, zinajenga imani na kutukumbusha kwamba Mungu ni mwaminifu katika kila kizazi. Lakini pamoja na uzuri wake, ahadi za Biblia zinahitaji kusomwa kwa uangalifu. Ahadi zikiondolewa katika muktadha wake zinaweza kutafsiriwa vibaya, na tafsiri mbaya mara nyingi huzalisha matarajio ambayo baadaye hugeuka kuwa maumivu. Hiyo slide nafikiri umeisoma vizuri hapa. Sasa katika historia ya kanisa, wanatheolojia wengi wameonya dhidi ya hili, kwamba kuna watu wana tabia ya kuchukua mstari mmoja wa Biblia na kugeuza kuwa ndio ahadi binafsi, bila kuuliza kwamba ulikuwa na muktadha gani, ulisema kwa nani, mazingira yalikuwa ni mazingira gani, ulikuwa una kusudi gani. Ukielewa haya mambo, ndipo naanza kuchukulia hii. Ni sawa na mtu ambaye anakuta fungu linaposema kwamba kunywa kidogo kwa ajili ya tumbo lako, basi anachukulia kwamba ile andiko ni la kwake, anaendelea kunywa pombe, inamletea madhara, alafu anakuja kumlaumu Mungu. Mtume Paulo alimhimiza Timotheo sana kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili fungu la 15. Utaisoma kwa muda wako, lakini alimwambia aangalie neno kwa usahihi. Hii ina maana kwamba upendo kwa maandiko au umahiri wa Biblia hauonyeshwi tu kwa kunukuu mistari ya Biblia, bali unaonyeshwa kwa kutafsiri Biblia kwa uaminifu. Kwa mfano, kuna andiko moja katika Mithali nasema, usinipe utajiri wala umaskini. Unapotazama lile andiko, ni stori ambayo aliongea mtu fulani ambaye alikuwa na changamoto zake. Kwa hiyo usije ukaichukulia kama ni ya kwako, maana ukichukulia ile, basi Ibrahimu haingii mbinguni. Kuna stori nyingine katika Biblia ambayo Yesu anasema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, ambao watu wameichukulia kwanza ile kama ni kitu ambacho kinazuia watu kuwa matajiri au kufanikiwa. Wanashindwa kuelewa kwamba utajiri ni karama, kama vile kuhubiri, kama vile ualimu. Kwa hiyo kuna watu Mungu amewapa karama ya mali, wanatakiwa waitumie kwa sababu ni karama, kwa hiyo waitumie kwa ajili ya kujenga wengine. Sasa andiko lile ukilitazama vizuri katika muktadha wake, nakuta stori nyingi mitandaoni. Watu wanasema ilikuwa ni sehemu watu wanapochungulia pale kashimo fulani ambako ngamia alikuwa anaweza kupitisha tu, alikuwa anaweza wenda anapita mgongo wake, au kashimo kanaitwa sindano. Lakini ukitazama muktadha wa wakati huo, ni kweli kulikuwa kuna aina ya uzi. Ule uzi ulikuwa unatengenezwa na manyoya ya ngamia. Kwa hiyo ule uzi ulikuwa ni mzito
mzito, ni uzi mnene. Naweza nikasema huenda unalingana na kidole changu kwa jinsi ulivyokuwa unasokotwa. Kwa hiyo anaposema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano, anaongelea uzi uliotengenezwa na manyoya ya ngamia uingie katika tundu la sindano hii ya kawaida ya kushonea mahema, ya kushonea nguo, kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Tajiri yupi alikuwa anatajwa pale? Alikuwa anatajwa tajiri huyu ambaye ameambiwa habari za kuto kutegemea mali, amtegemee Yesu. Neno uza ulivyo navyo wape maskini, usije ukalichukua kama lilivyo ukaenda kuuza mali zote ukawapa maskini, alafu ukaanza sasa kwenda kwenye kufanya maisha ya sala. Ilikuwa inamaanisha ondoa tegemeo lako kwa mali, anza kugusa wengine kuwa baraka. Maana kitendo cha kuzuia ina maana unategemea hizo mali, na Mungu amekupa hiyo karama ili uweze kusaidia watu wengine. Umeona tu ile andiko tu lenyewe, baadhi ya watu wamelichukulia vibaya, wakaona umaskini ni baraka na utajiri ni dhambi.